Gazeti la Mwananchi limeandika hatua kwa hatua kesi ya uhaini ya Lissu ikisikilizwa leo Oktoba 6. Leo Oktoba 6. Yuko pale kizimbani kuendelea kujibu mashtaka ambayo yanamhusu. Kurasa 21 wa gazeti la Mwananchi unaweza kusoma kwa undani zaidi, na taarifa ya mwisho imeandika hapa Dr. Mwinyi ahidi amani ACT kurejesha miji kwa watu kule Zanzibar. Katika habari picha wanaonekana baadhi ya wafuasi wa Chama cha Mapinduzi wakiwa kwenye mkutano wa kampeni wakati wakimsikiliza mgombea rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi akiomba kura visiwani Tumbatu. Lakini upande wa pili wanaonekana wafuasi wa chama cha ACT Wazalendo wakimsikiliza pia vile vile mgombea rais Othman Masoud Othman Omo wakati wa mkutano wa kampeni siku ya jana katika visiwa vya kule Pemba. Sasa anajaribu kuanza hivi, Omo akiwa rais tunaweza tukatumia AKA Omo flash tu bwana inaenda. Inawezekana. Bwana mlikuwa mnamuita JPM. Sasa mnamuita JPM. John Pombe Magufuli. Omo Othman Masoud Othman. Where is the problem? Dr. Samia Omo. Is a problem to be Omo. Huku kwa Dr. Samia Suluhu Hassan SSH paka watu wakaenda mbali zaidi wakaanza kutumia kama plate number. Okay. Wakati hatujafika huko. Bwana inawezekana chochote kile kinawezekana. Sawa. Bwana mimi nimeweka nukta gazeti la Mwananchi asubuhi leo. Sawa, wacha nilikamate gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo zikiwa zimesalia siku 22 peke yake. Kuelekea wapi? Uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 29. Hapo 29. Kwa wewe mwananchi, jukumu lako ni moja tu siku hiyo, hakikisha unajitokeza kwa ajili ya kupiga kura. Sawa. Sasa taarifa kubwa ni kwamba hatima ya Lissu, ndio taarifa kubwa imeandikwa. Hatima ya Lissu. Leo. Lakini hawajamalizia leo. Ni hatima ya Lissu. Hatima ya Lissu. No. Taarifa ndogo inasema mashahidi 30 wa serikali kuanza kuwasilisha ushahidi kesi ya uhaini leo, wamo wasiri. Kumbuka na yeye mwenyewe alishataja pia mashahidi wake. Lakini 179 idadi ya siku ambazo Lissu ameshikiliwa mahabusu kwa tuhuma nzito zilizovuta hisia za watu wengi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Yaani ndugu yetu mpaka hivi sasa ameshatimiza siku 179. Sasa ile siku ambayo ilikuwa inasubiriwa Oktoba 6 ndio leo. Siku ambayo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu alikuwa akisubiri pia na yeye pia kwenye usikilizwaji wa ushahidi wa jamhuri katika kesi yake ya uhaini ambayo inamkabili imefika. Sawa. Leo Jumatatu Oktoba 6 ambapo Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam itaanza usikilizwaji kamili wa kesi hiyo. Naelewa kwa hiyo tutegemee mambo yatakwenda kama ambavyo ilikuwa imepangwa. Jopo la majaji watatu watakwenda kusikiliza kesi hii. Mbele ya jopo la majaji hao watatu, so wanne, watatu. Okay. Liweke vizuri hilo. Hao watatu pale katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam. JWTZ ndio TEF wakemea uchochezi. Na chini hapa kukiwa na nukuu anasema hatutakubali kuvutwa katika malumbano ya kisiasa wala kutumia taasisi yetu kama jukwaa la kupindua mfumo wa kikatiba wa uongozi. Bwana, haya yamejiri mara baada ya weekend hii siku ya Jumamosi. Kuna clip moja ilisambaa mitandaoni ikimuonesha moja kati ya wanaosadikika kuwa mwanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ alijitambulisha kwa jina la Captain Tesha. Alizungumza mambo mengi. Sasa jioni yake ikabidi JWTZ wenyewe watoke kupitia kwa kaimu wa mambo ya mawasiliano na nini ya habari kutoka na kuzungumza kwamba yaliyozungumzwa na Tesha ndiyo msimamo wa JWTZ. Ndugu wananchi, naitwa Kanari Bernard Masala Mlunga, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lina utaarifu umma wa Tanzania kuwa kumejitokeza baadhi ya watu wanaotumia mitandao ya kijamii kuweka maudhui yanayochochea kuliingiza jeshi katika mambo ya siasa. Aidha, baadhi ya hoja hizo zinatolewa na watu waliopo katika mazingira ya kijeshi kujinasibisha na jeshi, walioachishwa na jeshi kwa tabia na mwenendo mbaya
pamoja na kujihusisha na siasa na wanaharakati. Kwa mantiki hiyo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari kwa kuzingatia kiapo chetu. Asanteni. Taarifa nyingine katika ukurasa wa pili kupitia gazeti la Nipashe ni pamoja na Azaki, kamati ya watu 25 yatosha kumaliza kiporo katiba mpya. Katika habari picture hapa anaonekana Jaji Joseph Warioba tena yumo. Ndio. Hii ni kamati ya watu 25. Okay. Moja kati ya baraka, naweza kusema baraka of course. Baraka mtu, lakini ninaweza nikasema bahati. Afoya majina yote ya watu. Baraka, bahati. Tunapozungumzia masuala ya katiba mpya, utakumbuka mchakato wa katiba mpya wa mwisho kabisa katika nchi hii, aliyekuwa anaongoza lile jopo alikuwa ni mzee wetu Joseph Sinde Warioba. Sawa. Na hii yupo tena. Na tunaye mpaka leo. Na anatoa ushauri hapa. Watu 20 na ngapi? 25. Wanatosha. Tumalizie kiporo kama tuna uhitaji wa katiba mpya. Tumalizie hapo. Uhitaji wa katiba mpya katika nchi hii upo. Na hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anaingia kwenye madaraka ya nchi hii alisema moja kati ya jambo ambalo hata yeye pia anatamani liweze kukamilika ni mchakato wa katiba mpya. Kwa hiyo tuendelee kusubiri, tunywe kidogo mtori, nyama tutazikuta chini. Usisahau tu kuweka pilipili na limao. Mimi sasa situmii kabisa mtori. Pilipili na limao? Basi unakosa kale karaza fulani ka uchachu na ukali. Anaweza kaja tu ikalala akaupata. Taarifa nyingine katika ukurasa wa 4 ni pamoja na ahadi 30 za Samia, milioni 14 washiriki mikutano. Wanaonekana hapa kwenye habari picture. Mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshafanya mikutano zaidi ya 77 katika mikoa 21 kwenye kanda ya kati, kanda ya magharibi, kanda ya kusini, nyanda za juu kusini, Pemba na Unguja kwa maana ya Zanzibar, lakini vile vile tumemaliza juzi katika kanda ya kaskazini ambapo tumemaliza katika mkoa wa Manyara, hasa katika mji wa Babati. Zaidi ya watu milioni 14.6 wamejitokeza kwenye mikutano moja kwa moja, lakini zaidi ya watu milioni 31.6 wamefuatilia kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani siasa za Chama cha Mapinduzi, wananchi wa taifa letu wanapozifuatilia, kwa sababu ndio chama pekee ambacho kimebeba matumaini na matarajio ya wananchi wetu. Lakini mikutano yote hiyo ya kanda kwa kanda, mkoa hadi mkoa, mahudhurio yamekuwa makubwa. Hiyo ni kuonesha jinsi mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anavyokubalika na wananchi kwa mamilioni, na wamewekeza imani kubwa kwake, hasa katika ukuaji wa maendeleo lakini uchumi wa taifa letu. Na huyu ni katibu wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa la itikadi, uenezi na mafunzo, Kenan Kiongosi wa Kukae huyu. Kiasa hapo amesema zaidi ya wananchi milioni 45 wamefuatilia kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM tangu zilipoanza Agosti 28 mwaka huu. Sasa nikwambie tu kwamba wananchi milioni 14.6 wamejitokeza katika mikutano na watu milioni 31.6 wamefuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Yaani kama upo kwenye mkutano ila umeingia kwenye mtandao wa kijamii pengine ama TV umefuatilia kupitia TV. Kwa hiyo na kufanya jumla ya watu milioni 45. Wakati huo mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Kenan Kiongosi anatuambia mpaka sasa mikutano 77 imekwisha kufanyika. Hii ni ripoti maalum ambapo watoto wawinda elimu chini ya miti. Jana ilikuwa ni siku ya walimu duniani. Wakati wanaadhimisha siku ya walimu duniani, kuna mwalimu mmoja akaulizwa swali. Tangu umeanza kufundisha ni kitu gani hasa ambacho ukiulizwa kwenye utendaji wako wa kazi unaona kinaleta utofauti na matarajio yale ambayo wewe ulitamani kuyakuta kwenye hiyo kada yako ya elimu? Akasema kumweka mwanafunzi ambaye anasoma chini ya mti
Yaani hichi ambacho umekizungumza hapa. Ndio. Kuna baadhi ya maeneo ambapo wanafunzi mpaka ile tunavyozungumza hawana madarasa mengine. Kwenye Jamhuri ya Muungano hawana miundombinu ambayo ni rafiki kwa wanafunzi. Akasema uwezi ukaweka uwezo sawa wa huyu mtoto ambaye anasoma mazingira haya na yule mtoto ambaye darasani wako 45 tu. Ambapo kwa mujibu wa mitaala ya elimu inatuambia at least ili wanafunzi wamuelewe mwalimu darasani, wanatakiwa kuwa 45. Na mwalimu naye aweze kuwafundisha vizuri wawe 45. Madarasa yetu yana wanafunzi wangapi? Kwa sababu sisi ni wazazi na sisi ni walezi, tumekuwa tukiyashuhudia. Darasa moja linaweza likawa na wanafunzi wangapi? 60, 50. Ukikuta darasa kubwa ina maana ni mara ukumbi unaweza kukuta mko ndani kama 100. Inategemeana tu na namna ambavyo mna miundombinu ya kutosheleza. Mnaweza mkagawa kwamba tukawa na form 4A na B, au darasa letu kama ukumbi unaweza tukaweka tu wote. Inategemea kwa sababu shule pia zinategemeana na hata majengo yake. Kwa hiyo unakuta darasa moja lina wanafunzi wengi lakini mnashindwa kugawa kwa sababu ya ufinyu wa madarasa ambavyo yako. Kwa hiyo kwa taarifa ambayo Saumu ameisoma ni kwamba bado kuna hiyo changamoto. Tutamatisha na taarifa ya mwisho ambayo siku ya walimu duniani, magumu wanayoyapitia walimu wanaojitolea. Kuna wale walimu ambao sasa maji yamezidi unga, ameona amekaa miaka 5, alichokisomea hakifanyii kazi, anaamua kwenda kujitolea. Hao wamekuwa kama wana sijui kama nitakuwa nimezungumza vibaya, kama wanamkosi. Unakuta mwalimu kajitolea sio sema unapewa kipaumbele hao. Ikija kutoka ajira unakuta kwa mfano kama aliyekuwa anajitolea toka mwaka labda akamaliza labda chuo 2018. Ndio. Bado unajitolea tu. Sasa ufanyaje? Anakuja kupata ajira aliyemaliza labda 2020. Mimi sitaki kujua utaratibu, mara si uombe kwa sababu upo tayari unajiendelea kujitolea na nini. Mimi naomba tu niwapongeze wale wazazi ambao wanatambua mchango wa walimu ambao wanajitolea katika shule zao. Sawa. Naelewa kwa sababu tukianza kuangalia hizi process za kufuata na nini, kwa sababu huyu anaomba kama ambavyo anaomba mtu mwingine. Kuna kupata na kukosa. Ziko shule ambazo zimeweka utaratibu. Mwalimu anajitolea, wazazi wanachangia chochote kitu ili mradi mwalimu apate hata pesa ya kufuria. Lipi? Nililonalo hapa ni gazeti la Uhuru. Ukweli daima. Na gazeti la Uhuru, Ukweli Daima, gazeti la Chama cha Mapinduzi. Ndio. Lenyewe bwana wamechukua taarifa. Bwana limeandika ukurasa mbele, kishindo kikubwa cha kampeni za Dr. Samia. Taarifa ndogo, CCM yasema wananchi zaidi ya milioni 14.62 wamehudhuria kumsikiliza mgombea wa rais kupitia mikutano 77 aliyofanya mikoa 21. Chanja mbuga kulikweli. Yawezekana kuwa watu yaelezwa kuwa watu milioni 31.6 nao wamefuatilia mikutano hiyo. Mafuriko sasa yahamia kanda ya Ziwa ambako mgombea wa rais ataendelea na kampeni. Katika habari picha hapa anaonekana mgombea wa rais huyo wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia anaonekana baadhi ya hao waliofurika katika hiyo mikutano mbalimbali katika mikoa hiyo 21. Mikutano 77 imefanyika. Mambo 10 yalotikisa Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara. Katika mikutano aliyofanya mgombea rais wa CCM alivuta hisia za wananchi. Ahadi zinalenga mageuzi makubwa kiuchumi. Kurasa wa pili wa gazeti hili, na alisema juzi kwamba Kilimanjaro kwa ni miongoni mwa mikoa ambayo ilisaulika sana na chama. Kwa hiyo kwa sasa chama kitakwenda kuweka sana nguvu. Kuhakikisha kwamba mkoa wa Kilimanjaro pia, kumbuka miaka kadhaa ya nyuma kidogo ilikuwa imechukuliwa na upinzani. Kwa hiyo akasema kwamba watapambana kuhakikisha kwamba wanaendelea kuunemesha mkoa wa Kilimanjaro. Sawa. Taarifa nyingine. Ndio. Kurasa mbele wa gazeti la Mwananchi limeandika gazeti la Uhuru Ukweli Daima limeandika NCCR mageuzi majengo kuwa rafiki kwa watu wenye ulemavu. Vipi? Wao wamesema hivyo. Wamesema hayo. Lakini Nchimbi ahidi viwanda vya tumbaku mbolea Tabora pale. Kumbuka Tabora kwanza inakwenda kujengwa kiwanda kikubwa sana cha mbolea. Kwa hiyo ni mkoa wa kimkakati. Viwanda awamu hizi. Imekuwa ajenda kubwa. Imekuwa ajenda miongoni. Mgombea wa rais wa CCM viwanda. Uje Chauma viwanda.
uje sukafu viwanda, uje su nani viwanda. Mpaka natamani msanii viwanda, natamani mpaka msanii ajitokeza imbe wimbo wa viwanda. Nimekaa nimetafakari kwa kina sana, nimeona wimbo wangu za moyoni nisiutoe mwaka huu, ila mwaka huu utakapomaliza uchaguzi moyoni yako nitoe wimbo ambao unahusiana na viwanda. Tutakutana nayo. Mtu ameniambia akasema sasa si za moyoni tena, ni za maini. Hata za maini hakuna. Tuache kwanza za figo. Hazipo kabisa. Yaani za moyoni. Wewe unataka viwanda tena? Wimbo wa viwanda. Hebu weka chorus kidogo. Viwanda 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 viwanda. Sasa hapo mimi nakuwa naitikia kama watu wa China. Viwanda. Maana sasa kama imekuwa ni agenda kila mkutano wa mgombea unasikia swala la viwanda. Tunaige tu wetu wa China. Kwa mimi nakuwa naitikia kama mchina aliyoko nchini hapa. Alafu back vocal pale naipiga DJ Nas. Yo viwanda 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 ndogo mdogo mpaka wimbo unakwenda kutoka. Sasa unaweza kusoma taarifa hii kuhusiana na masuala ya viwanda ambavyo mgombea mwenza wa rais kupitia Chama cha Mapinduzi ameahidi viwanda vya tumbaku mbolea pale mkoani Tabora. Lakini TEF yahimiza wananchi kuilinda amani ya nchi ili wametoa waraka wao Tanzania. Wametoa waraka wao juu ya siku ya jana ilikuwa mara baada ya yule ambaye anasadikika kuwa kapteni na nini lakini tatizo wakatoka kuzungumza. Wao pia nao wamelaani, wakatoa ya kwao ya moyoni. Taarifa ya mwisho, Zanzibar China za kubaliana kuendeleza ushirikiano. Sasa hebu imagine yule Mzanzibari mwenyewe aanze kukitandika na Kichina. Shwahiha woshia chongashia shin. Uchumi wa blue hapo nimeitaja hiyo.